Faida nyingine ya wokovu, Mungu aliachia Roho Mtakatifu kwa ajili ya kutupa msaada, kwa ajili ya kutuwezesha. Huyu Roho Mtakatifu ni kila kitu. Yaani unapookoka, hatua kubwa ambayo unaipata ni Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi. Alivyoondoka alisema ni msifadhaike, ninaondoka lakini anayekuja atawasaidia. Ninawaachia nani? Msaidizi ambaye ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Sasa ukiwa wewe ni mtu wa Mungu wa kawaida ambaye umekataa kumkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Roho Mtakatifu hawezi. Yaani hawezi. Anafanya ushirika na wale wanaomwamini Mungu katika roho. Yeye ndiye anaweza kufanya ushirika nao. Ndio pale ambapo unapoweza kumuita akaitika. Roho Mtakatifu, naomba msaada kwenye hili. Roho Mtakatifu, naomba unifundishe kwenye hili. Roho Mtakatifu, naomba unitangulie kwenye hili. Roho Mtakatifu, naomba uniambie yajayo. Ni mwaminifu, anafanya. Hivi vitu Mungu vyote alivitengeneza, alividesign kwa ajili ya watu aliowakomboa na kuwafanya watoto wake. Kwa alitoa Roho Mtakatifu. Ukisoma Luka 11 mstari wa 13, maneno matakatifu ya Mungu yanasema, basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hata zidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Umeona nyinyi mlio hapo mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema. Baba wa mbinguni je? Kwa sababu Roho Mtakatifu anapokuja vipawa vinakuwepo. Ni yeye ndo anatoa vipawa, karama, zile huduma, matunda ya Roho. Huyo ndio Roho Mtakatifu. Sasa hawezi akadwell sehemu ambayo wewe umemkataa mwana wake. Hawezi. Na hao wanafanya ushirika watu watatu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Watatu. Unapokaa unasema Baba yetu uliye mbinguni. Labda niwaulize wale ambao wako makanisani ambao wanapinga wokovu lakini wanaisema hii sala. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Hivi unaelewa maana ya ile sala? Niulize tu swali kwamba wewe uliye unanisikiliza, unaelewa maana hii sala? Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Ufalme wa Mungu unaojua ni ufalme gani? Unaposhusha ufalme wa Mungu, yaani unashusha katika mazingira gani? Wewe umshushe Mungu wakati umekataa kuwa mtoto wake. Unamshushaje? Labda niulize. Alafu ashuke na falme yake. Lazima ukae ujiulize. Mimi nasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Kweli linatukuzwa, kila goti litapigwa. Sasa unapofika kwenye ile point ufalme wako uje, wewe unajua kushusha ufalme wa Mungu. Umeshusha kitu gani? Sasa sijui niwaachie assignment muulize ufalme wa Mungu ni nini. Sasa hiyo labda ni assignment. Nikija tena labda naweza nikawasaidia. Lakini kiukweli huwezi kushusha ufalme wa Mungu kama hujazaliwa mara ya pili.